Je, umewahi kujiuliza mwanamke ana uwezo wa kujifungua watoto wangapi katika maisha yake? Wakati ukitafakari hilo, hebu sikia rekodi hii ambayo huenda ikaingia kwenye kurasa za kitabu cha rekodi za dunia cha Guinness. Huko Uganda kuna mwanamke ambaye huenda akawa ndiye aliyezaa watoto wengi zaidi duniani kutoka kwa mume mmoja. Mpaka sasa mwanamke huyu ana watoto 44 na bado ana uwezo wa kuongeza. Mwandishi wetu wa Maziwa Makuu Kasim Kaira ana ripoti mahususi ya mama huyu akiongea na kituo cha televisheni kwa mara ya kwanza kabisa. Karibu Kasao, wilaya ya Mukono nchini Uganda, na Mariam hana tofauti yoyote na wanawake wengi utakaokuta eneo hili. Lakini fika kwa Mariam Nabatanzi na utadhani ni shule ya mabweni. Bi Nabatanzi ana miaka 39 na alizaa watoto 44 kwa njia ya kawaida. 38 ndo wako hai mpaka sasa. Kila kitu hapa kinafanywa kwa wingi. Utadhani ni operesheni ya kijeshi. Kilo 24 za ugali, kilo 7 za maharage, kilo 2 nusu za sukari kwa mlo wa siku. Mikate ndio si hesabu. Niko hapa katikati ya operesheni kubwa kabisa, eneo ambapo Nalongo mama wake watoto hawa wote anajaribu kuwapa chakula. Ni mkate na uji, manake ni breakfast, chakula cha asubuhi. Lakini sio rahisi kujua nani amepata na nani hajapata. Lakini Bi Nabatanzi alianzaje kuzaa hivi? Kwanza aliposwa akiwa na umri mdogo sana, miaka 13, na papo hapo kuanza kuzaa. Kuzala abananga babelebelye. Nenzala abana babiri, nenzala abaddako babiri, nenzala. Moyoni nilitaka kuzaa watoto 6. Nilizaa mara 4 nikizaa mapacha. Watoto 8 walikuwa wamezidi idadi niliyoitamani. Hapo nilienda hospitali ili wanifunge kuzaa. Madaktari walichukua vipimo, walisema nilikuwa na mayai mengi na ingehatarisha maisha yangu. Nilirudi nyumbani na kubeba mimba nyingine. Mara hii nilizaa watoto 5 mara moja. Na mara nyingine 2 vivyo hivyo. Waganga bado walisema ilikuwa hatari kunifunga kuzaa. Madaktari wa wanawake wanasema licha ya hali hii kutokuwa ya kawaida, inawezekana. Sasa wakati una mapacha wa aina hii na kwa kiwango hiki, niliwaza kuhusu kazi ngumu ya kuwapa majina 44. Ona tabasamu na kicheko cha Mariam Nabatanzi. Basiala negomba kwegombe bazannyo ba filimo. Nentumo mwana siala nenetumira. Tumetumia njia tofauti. Kwanza nilimua kitabu cha majina. Hapo nimekuwa na dokoa majina kadha. Ili mume wangu ni Mkatoliki, ili hali kwetu ni Waislamu, na hivyo usishangae kuona nina Mohamed kisha Dennis. Na idadi ilipokuwa kubwa sana ya watoto, hivi juzi nikaanza kujitafutia majina ya wacheza sinema wa Nigeria kama Ciara, Azuka, Desmond Elliot, Genevieve Nnaji na kadhalika. Wote ninao. Unaposikia maajabu ya mama huyu, ni lazima utakuwa unajiuliza, je, mumewe yu wapi? Kwani hakuzaa pekee. Ni swali linaloleta huzuni usoni mwa Nabatanzi. Tata wabana jali nyekati kuno kucharo. Nimevumilia mengi katika ndoa yangu. Niliolewa nikiwa mdogo sana. Alinitesa sana. Alikuwa kila wakati akinitukana kuzaa kama sungura, ili hali hakuacha kuzaa nani. Mara nyingine alinipiga na siku moja alitaka hata kuniua. Watoto hawa walipiwa la karo za shule, wala kujua wanakula au wanalalaje. Kwangu ni kama shakufa, kwani hayumo maishani mwangu. Hata nilipo nilifanya kazi tofauti kupanunua. Karibu azimia alipojua ninafamiliki. Changamoto yake kubwa ni kuwahudumia watoto hawa peke yake bila msaada wa mume, hasa kwa chakula na karo za shule. Ana watoto 14 walio kwenye shule za msingi, wengine 10 kwenye shule za upili. Analipa zaidi ya milioni 5 sawa na dola 1500 kwa shule za msingi tu kila kidato, na hiyo sio rahisi. Baadhi ya watoto wamelazimika kutoenda shuleni. Ndoto yake kubwa ni kuona watoto wake wote wanapata elimu ili kupata maisha bora, wasiwe kama yeye. Amejifunza kazi nyingi kama kutengeneza keki za sherehe, kushona, kupamba harusi, kupika na hata dawa za mitishamba. Hivi vimemwezesha kuhudumia jamii yake bila omba. Kitu kingine muhimu kwake, anasema hajipi stress hata kidogo. Hadithi ya Mariam Nabatanzi ina mwanzo ila haina mwisho mpaka sasa. Lazima ni utafute kwa uchache wa muda.
Nilimuuliza ana ujumbe upi kwa anayemuona sasa. Abazadde abakyayina emitima egitunda abaana baabwe bakikomye. Ujumbe mkubwa ni kwa wazazi. Acheni kuuza watoto wenu kwa kuwaposa wakiwa wadogo. Hakuna kinachoweza kushinda upendo wa mzazi. Hili ni kwa kina mama. Mwanamke anakufa na mtoto wake. Mwanamke hata apatwe na magumu ya aina gani, usimtupe mtoto wako. Kama mama yangu hakunitupa na kwenda zake, labda baba asingeniposa nikiwa mdogo hivyo. Kwa wanaume, jueni na timizeni majukumu yenu. Wanawake tumejikuta tunavunjika na nyadhifa ambazo ni zenu. Mume anapokufungulia duka dogo hivyo hata chumvi hatonunua tena. Tuonesheni mapenzi ili nasi tutekeleze vyetu. Mulekerawo okugaba abaana bammwe nga bato. Napatwa na machozi kwa kauli hii, kwani mifano ninayojua kwa kweli ni mingi. Mariam hulala jumla ya saa 4 hadi 5 kwa siku. Mwingine anakuwa anashughulikia watoto wake. Ningependa sana kusikia majirani na watanzi wanawaza nini. Lakini usishangae ikiwa mwanamke huyu atatambuliwa kuwa ndiye mwanamke aliyezaa watoto wengi duniani kwa mume mmoja. Kasim Kaira, Azam News, Kasao, Uganda. Uzazi ungalipo anasema. Uzazi ungalipo bado. Hatari. Si watoto wengi. Watoto wengi mno wanasema kwa siku wanakula kilo 7 za maharage. Na wanatumia kilo 24 za unga. Na wanatumia kilo 2.5 za sukari kwa siku. Sasa mjiuliza ana kipato gani cha kuweza yote, lakini anadunda na watoto wake. Na ujumbe ambao umetoa hapo mwishoni ni wa maana sana. Mama hawezi kutupa mtoto. Ingawa watu wapo wanaotupa watoto kwa kuwatelekeza, lakini si vyema, kwa sababu akijitolea mfano yeye mwenyewe anasema wazi, kama mama yangu asingeniteniacha basi huenda labda asingefikia kwenye mazingira ya aina hiyo. Lakini yote amekuwa mwanamke shupavu sana ambaye licha ya changamoto kubwa ambazo anakabiliana nazo, bado amekuwa na nguvu na bado anaendelea kusimamia familia yake. Taarifa naendelea kuiangalia mara nyingi zaidi na zaidi.